Hello mtu wangu, mambo vipi? Karibu tena. Nadhani wote tunajua kwamba kila ngazi ina kodi zinazopatikana kwenye ngazi hiyo. Kama ni major, kama ni minor, tuliziongelea. Kama hujawahi kusikia mambo hayo, angalia video hii hapa. Nadhani inachambua vizuri swala hilo la kodi zinavyokaa kwenye ngazi. Jina langu ni Tike kwenye beat na hii hapa ni Mziki wa Mashariki, channel yako YouTube ambayo inakufundisha audio production na kinanda. Kwa hiyo leo tupo kwenye kinanda. Sasa triad tulizoziongelea zina kazi kuu tatu. Kwa hiyo zile ambazo ni primary huwa ndo zile kodi zetu major ama kodi zetu kuu tatu, ambazo ni kwa mfunguo wa C ni C, alafu ni F, alafu ni G. Zile minor tatu ambazo ni D minor, E minor na A minor, hizo ndo zinaitwa secondary chords. Alafu ile diminished ndo inachukuliwa kuwa tertiary chord. Nilitaka hayo nayo miaelewe kwamba yapo. Leo tutajikita kwenye alama ya ufunguo ambayo haina sharp wala flat. Ama nadhani hayo tunayajua. Sasa nyimbo nyingi za Kiafrika huwa zina kodi 2 hadi 4 ambazo huwa zinajirudia. Huo mzunguko wa kodi unaitwa chord progression. Sasa chord progression ni kwamba unachagua tu kodi kama 4 kutoka kwenye zile 7 tulizoziona, na hizo unakuwa unazicheza katika huo mpangilio, ndo inakuwa chord progression yako. Ili ucheze bila kurukaruka, inabidi utumie inversions, ambayo ndo mada ya leo. Sasa katika uchambuzi wetu wa inversions, tutakuwa tunatumia chord progression ambazo ni za major chords peke yake, then tutaenda kwenye minor chords peke yake, alafu tutaingia chord progressions ambazo zinachanganya ladha hizo mbili. Sasa inversion zenyewe ni nini? Tukichagua kodi kama C major, inversion ni kubadilisha ule mpangilio wa hizo noti. Unaona kwamba tuna noti ya kwanza ambayo ni mzizi wetu C, tuna kodi ya pili ambayo ni E, kuna na noti ya tatu ambayo ni G. Hii tunayoanza nayo inaitwa ni root inversion. Inversion ya mzizi, yani mzizi ndio upo chini. Sasa huu mzizi tukiweka juu, tutakuwa tuna kitu kama hiki, na hii ndo inaitwa inversion ya kwanza. Kwa hiyo bado ni C major kwa sababu ni zile noti, lakini zimepangiliwa tofauti, mzizi ukiwa juu. Kwa hiyo hii ni inversion ya kwanza. Alafu tukibadilisha na hii ambayo ilikuwa ni ya pili, tukaiweka juu, basi hiyo itakuwa ni inversion ya pili. Okay? Kwa hiyo inversion ni kubadilisha tu nafasi za zile noti. Hii G ambayo ilikuwa ni noti ya tatu, tukiotoa tena tukaiweka juu huku, basi tunarudi kwenye C major ya inversion ya mzizi ambayo tulianza nayo. Kwa hiyo hizi triad huwa zina inversions tatu: root inversion, inversion ya kwanza na inversion ya pili. Tukienda kwenye F vile vile, F si ndo hii, tukiweka hii F huku juu, basi hiyo ndo inversion ya kwanza. Basi tukianza na F major kama ilivyo, hiyo ni root inversion. Tukichukua hii F tukaiweka huku juu, basi hiyo ni inversion ya kwanza. Alafu tukichukua hii A ambayo ilikuwa ni noti ya pili tukaiweka juu, basi hiyo ni inversion ya pili. Alafu tukirudisha tena C tukaiweka juu, tutarudi kwenye inversion ya mzizi ama root inversion ambayo tulianza nayo. Na kwenye G ni vile vile. G root inversion, G first inversion, G second inversion. Alafu kurudisha tena D yetu huku juu, itakuwa ni root inversion tena. Sasa hizo ndo inversions za major. Na minor vile vile ni hivyo hivyo. Kwa hiyo tutakuwa tuna D minor. Sasa hapo tupo kwenye root inversion ambayo ndo sehemu ya kuanzia.
Tukichukua hii D tukaiweka huku juu, basi hiyo ni inversion ya kwanza. Tukichukua hii F tukaiweka huku juu, basi hiyo ni inversion ya pili. Na tukirudia tena hii A tukaichukua ya huku, basi tutakuwa tunarudi kwenye root inversion. Triad yoyote ile ukibadilisha mpangilio wa noti zake utakuwa umetengeneza kitu kinaitwa inversion. Nadhani hapo tunaweza kuondoka. Sasa inversions kazi yake kuu ni kutusaidia kucheza bila kurukaruka. Kwa mfano, nitapata backing track ambayo tutakuwa tunasikiliza wakati tunacheza, tuone inavyokuwa. Nadhani wote tunajua kwamba kwenye ngazi ya C major kuna major chords 3 ambazo ni C, F major na G major. Sasa hizi tunaweza tukazicheza kwa mkupuo ambao unaweza ukatusaidia kutunga wimbo. Kwa mfano, nitaanza na C, nitacheza F, alafu nitacheza C tena, alafu nitacheza G. Kwa hiyo nitapata kitu kama hiki. Kama unavyoona naruka sana kutoka kwenye C na kurudi na kwenda kwenye G, naruka sana. Inversions zinaweza zikanisaidia kivipi? Kwa mfano, nitakuwa nacheza C kwenye root, F nitakuwa naicheza kwenye first inversion, alafu G nitakuwa naicheza kwenye inversion ya pili. Kitu kinachoongelea ni hiki hapa. F inversion ya pili hiyo, alafu C inversion ya root ambayo ni ya mzizi, alafu G inversion ya pili. Nadhani unaniona. Nikianza na C kwenye inversion ya pili, kwenye inversion ya kwanza, basi F iliyopo karibu hapo itakuwa ni root inversion. Nadhani unaelewa. C ipo kwenye inversion ya kwanza, alafu F ipo kwenye inversion ya root, C inversion ya kwanza, alafu G kwenye inversion ya pili. Nikicheza C kwenye inversion ya pili, basi F iliyopo karibu itakuwa ni inversion ya kwanza, alafu G itakuwa kwenye root inversion. Nadhani hilo ni rahisi kuelewa. Sasa kama nacheza kodi hizo, hata kama nimezicheza kwenye oda gani, nimeanza na G, nimeanza na F, nimeanza na C, vyovyote vile, combination ambazo utazipata za inversion zitakuwa ni hizo. Chords kuna A, alafu kuna D minor, alafu kuna E minor. Chord progression ambayo naenda kuchagua ina A minor, alafu ina D minor, alafu tunarudi kwenye A minor, alafu tunacheza E minor. Kama unavyoona, nadhani naruka sana. Huwezi kucheza smoothly. Kwa hiyo inversion ya mzizi root, alafu nina inversion ya pili kwenye D minor, narudi kwenye inversion ya root kwenye
alafu narudi kwenye inversion ya kwanza kwenye E minor. A minor root, D minor, A minor root, inversion ya kwanza kwenye E minor. Nadhani hapo unaona kwamba si ukiruki sana. Sasa A minor nitachezea kwenye inversion ya root kwenye D minor, inversion ya kwanza kwenye A, alafu inversion ya pili kwenye D kwenye E minor. Kama unavyoona nikitumia inversion ya pili kwenye A minor, basi D minor iliyopo ni inversion ya kwanza, lakini E minor itakuwa ni root. Nadhani hilo linaeleweka sasa hivi. Sasa unaweza vile vile ukachanganya. Kwa hiyo ukichanganya minor na major, chord progression mojawapo ambayo unaweza ukatumia ama unaweza ukapata A minor, alafu ina F, alafu ina G, alafu ina E minor vile vile. Kwa hiyo nina minor ya kwanza hiyo, alafu nina major ya F, alafu nina G major, alafu nina na E minor vile vile. Sasa naenda kutumia inversions ili nitembee bila kurukaruka. Nadhani unaniona kwamba root, inversion ya kwanza, inversion ya kwanza, inversion ya pili, inversion ya kwanza hiyo, inversion ya pili, inversion ya pili hiyo, alafu kuna root. Tunaweza tukaenda inversion ya pili hiyo, inversion ya root, inversion ya root, inversion ya kwanza. Kwa hiyo kama ulivyoona, nyimbo nyingi utakazokuwa unazisikia kitu kama hicho. Kwa hiyo zitakuwa zinachagua kati ya hizo kodi 7 tulizoongelea, triad 7, alafu wanachagua kama 4 ama 3, alafu hizo wanazipangilia tofauti. Kodi hizo 4 ama 3 ulizochagua ama 2, unaweza ukazipangilia namna tofauti kabisa, na kila namna unaweza ukatumia inversions tofauti vile vile. Kwa hiyo combination haziishi. Nadhani kwa leo tutaishia hapo. Jina langu ni Kwenye Beat na hii hapa ni Mziki wa Mashariki, channel yako YouTube ambayo inakufundisha mambo ya audio production, mambo ya kinanda. Kama hujasubscribe, nakuomba usubscribe. Kwa sababu naona takwimu zangu hapa zinanionyesha kwamba 58% ya watu ambao wanaangalia vipindi hivi hamjasubscribe, na hii inatusaidia sana kueneza ujumbe wetu. Ukimaliza hii, naomba uangalie video hii hapa ambapo tunaongelea swala la zoezi hili ambalo tulikuwa tumelianza, kucheza muziki kwa vitendo. Tunalifanya zaidi kwa kutumia nyimbo unazozijua, na uhakika hizo nyimbo baadhi umezisikia, umewahi kuziona kwenye TV. Hizo ndo tunatumia katika video hii. Asante sana, tukutane part 2.